Kama unahitaji kumwona Mungu, nataka nizungumze. Nimesema nitazungumza na nyinyi mambo matatu. Andika mambo matatu. Andika mambo makuu matatu ya msingi sana ambayo yatakusaidia kuelewa. Naomba tufungue kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi sura ile ya 25 mstari ule mmoja wa 14. Siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Katika maisha ya kiroho, kihuduma na kiutumishi na kifamilia, kuna kitu kinachoitwa siri au siri ya mafanikio. Kama unahitaji kumwona Mungu kwenye maisha yako, unapaswa kujua siri itakayokupatia. Labda nifafanue hivi kabla sijaja hapa. Katika kila kitu juu ya maisha kuna siri. Ukitaka kufanikiwa katika maisha ya ndoa, kuna siri ya ndoa. Sawa? Ukitaka kufanikiwa kiuchumi, kuna siri ya kiuchumi. Ukitaka kufanikiwa kihuduma, kuna siri ya kihuduma. Ukitaka kufanikiwa kielimu, kuna siri ya elimu. Ukitaka kufanikiwa kiroho, kuna siri ya kiroho au ya maisha kiroho. Kila nyanja zozote katika maisha unazozihitaji, tafuta kujua siri ya mafanikio katika hilo jambo. Usikimbilie kufanya biashara bila kujua siri ya mafanikio, siri ya biashara. Usikimbilie kwenda kwenye ndoa bila kujua siri ya ndoa. Chochote ukienda bila kujua siri, na kuhakikishia iliyo kweli, utaambulia hasara. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hataki kutembea kwenye hasara au kwenye failure, lazima utafute kujua siri. Siri ni kama password ya maisha yako au ya hicho unachokifanya. Zaburi sura ya 25 mstari wa 14 nikasema, tukasoma pale, siri ya Bwana iko kwao wamchao. Full stop. Tuanze kwanza, ndio? Anasema siri ya Bwana, siri ya Mungu kwa lugha nyepesi, iko kwa watu wanaomcha. Sasa nataka niwekee mkazo hapa. Kama unataka mafanikio ya Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, lazima kwanza, kitu cha kwanza, utafute kumcha Mungu kiukamilifu. Tuko sawa? Ukifeli kwenye eneo la kumcha Mungu, sahau kujua siri za mafanikio yako. Na hapa ndipo pana shida kubwa ya kanisa. Ndipo pana shida kubwa ya Wakristo. Ndio kuna shida kubwa ya watu. Unamtaka Mungu akubariki, unamtaka Mungu akufanikishe, unamlia Mungu akutokezee, lakini hauna kiwango kinachotosheleza katika kumcha Mungu. Usipoelewa hayo, utojua siri. Kwa hiyo sawa sawa unamiliki simu au mzazi wako anakwambia, bwana sikiliza, nimekuingizia hela kwenye simu yako milioni kadhaa mwanangu, nenda ukachukue. Namba ya siri una, utachukua hizo hela? Uweze chukua. Nimekuingizia mwanangu kwenye akaunti yako, kwenye akaunti yako nimekuingizia hela, kuna milioni kadhaa umo, za kwako, kaenda kachukue. Una siri ya, una namba ya siri ya benki, ukaenda chukua. Bwana Yesu. Sasa na ndivyo watu wengi. Baba wa mbinguni, mfalme Mungu wa Israeli, ametuwekea amana na hazina, kila mtu kwa namna yake, lakini hatuna password au hatuna namba za siri kwenda kuzichukua. Na anasema siri za Bwana, yaani hizo siri za huyo Mungu ziko kwa wanaomcha au wamchao. Kwa hiyo ili uweze kujua siri za Mungu, siri za mafanikio yako kiroho, kihuduma, kimaisha, kifamilia, kindoa, lazima namba moja uchague kumcha huyo Mungu. Lakini wewe ukiwa uwezi kumcha Mungu kiukamilifu, ninakwambia iliyo kweli, sahau kutembea na Mungu. Huwezi kumwona Mungu maisha yako. Utasikia tu habari za Mungu, lakini utaona mafanikio yake.
Mungu akikuonea huruma atakuingiza kwenye ile rekodi ya watu wote. Mungu ni mwema kwa watu wote, wamwagizia mvua, wanyeshea mvua, wema na wabaya. Kwa hiyo anakupatia riziki kama wengine tu, si ndio? Hata wachawi wanalima wanakula, na hata wasiokuwa na Mungu wakilima wanavuna, si ndio? Kwa hiyo unakuwa kwenye grupu la watu wote. Mungu ni mwema, nimepata chakula angalau debe kadhaa nitakula na watoto wangu. Lakini ni kwenye huruma zake Mungu kwa watu wote, kwa sababu anakupa, kwa sababu wewe ni kiume, usife kabla ya wakati. Kwa kuna zile rehema za Mungu kwa viumbe, lakini kuna baraka kwa wana. Mtofautishe hicho kitu. Mungu ni mwema kwa watu wote, anawanyeshea mvua wema na wabaya. Mbaya wako jirani yako hapo analima na yeye anavuna na wewe unavuna, si ndio? Ni mchawi huyu, ni mwizi, ni kahaba huyu, lakini akilima naye afanyaje? Anavuna, kwa sababu Mungu hapendi watu waangamie, si ndio? Kwa hiyo ananyesha mvua kwa watu wote, wanalima, wanafanyaje? Wanakula chakula. Ndege wa angani wakihangaika huku anawawezesha, wanapata chakula, wanakula. Kwa hiyo anawapa zile riziki za watu wote kusudi usife. Tuko sawa? Lakini kuna zile baraka speciali za wana wa Mungu, kwa wanaomcha. Hizo upati mpaka utafute kumcha Mungu. Kwa wanayemcha Mungu ni tofauti na mwanadamu wa kawaida, na watu wajui hiyo siri. Wewe ukiona umelima umepata vigunia vyako vingapi vya mpunga, vigunia vyako vingapi, Mungu ni wema. Sawa, ni Mungu ni wema, ni kweli, lakini hizo unapata baraka za wengi, yani za viumbe. Mungu anavijali viumbe vyake, vyema na vibaya na vipa tu. Lakini swala la ufalme ni kwa wana, swala baraka za ahadi ni kwa wana. Hapo sasa, na ili uzipate lazima urudi kwenye rekodi ya uchaji. Kwenye uchaji ndio kuna password, ndio kuna siri. Siri za Bwana huyo Mungu ziko kwa wanaomcha. Kwa hiyo wanaomcha wanapokea baraka tofauti. Kwa wanaomcha wanapokea siri zake tofauti. Wanajua vitu kadha wa kadha ambavyo dunia haivijui. Inapokea baraka tofauti tofauti na dunia. Wanajua namna ya kuendesha mambo tofauti na dunia. Wana upevuko hali ya juu tofauti na dunia, kwa sababu wao ni special kwa Mungu. Lakini kama ukipoelewa namna ya kumcha Mungu, kuna vitu kwenye maisha yako utajua. Na anasema sasa, kiwango cha ule unapomcha sasa Mungu, ndipo anapokufunulia siri. Mwanangu, nataka kuishi hivi, siri yake ni hii hapa. Nataka kuishi maisha ya baraka za fedha, siri hapa. Nataka kujenga nyumba yenye utukufu, siri hapa. Nataka kuwa na mke mwema, siri hapa. Nataka kuwa na mume mwema, siri hapa. Nataka kuwa na huduma inayogusa moyo wangu, siri hapa. Kwa kila nyanja ambayo unataka uanze, anakupatia siri. Hello. Nikitaka nibarikiwe, siri. Nikitaka niwe na kizazi chema, siri hapa. Nikitaka watoto wangu waje kuwa watoto bora, siri hapa. Nataka niwe na huduma yangu impendeze Mungu, siri hapa. Kunapata siri nyingi kulingana na kitu Mungu anataka ufanye. Lakini kwa sababu uko kwenye nafasi ya wanaomcha Mungu, sio kwa wanaokwenda kanisani. Kwenda kanisani kitu kingine na kumcha Mungu kitu kingine. Mnaelewa vizuri? Mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Siri za Bwana siku wanaomcha. Naye anasema atawajulisha agano lake. Biblia yake anasema naye atawajulisha agano lake. Mungu hafanyi agano na kila mtu, ila anafanya agano na mtu ambaye yuko kwenye nafasi ya ulisi, kwenye nafasi ya uchaji. Bwana asifiwe. Anakujulisha agano. Kwa hiyo agano langu ni tofauti na mtu mwingine yote. Kwa unatembea kwenye lile agano ambalo Mungu wa mbinguni amekupa wewe. Na hiyo ndio litakao kupelekea kumuona Mungu kwenye maisha yako. Wana Mungu, mnanielewa vizuri? Mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Bwana wetu Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Kwa hiyo sasa, kwenye swala la kumcha Mungu inahitaji umakinifu sana. Inahitaji umakinifu sana. Na
Mungu amekuwa akinisemesha watu wengi, hata walio nje ya kanisa, hata katika watu na wahudumia nje ya kanisa, lakini akili, yani ya ukweli, akili za watu zimetiwa giza, huwezi amini. Natumia muda mwingi kukaa na watu kwenye counseling, kwenye ushauri na maombezi, hata walioko hapa. Yaani asilimia kubwa watu walioko hapa ukikutana nao kisa mchungaji anashida na wewe, si ndio? Ambacho ungetegemea hatake kujua kwa Mungu na anachotaka ni vitu viwili. Utamtazama, kwa utamshauri, utamsaidia tu kwa kumshauri tu vingine. Akili za watu ziko mbali sana kuhusu Mungu, ziko mbali mno kuhusu Mungu. Mungu anavyotamani watu wamuelewe na jinsi walivyo ni vitu vidogo. Anakuja kuangalia asilimia kubwa watu wengi wametekwa na dunia, si ndio? Kwa maisha yao, shida zao ziko kwenye mtazamo wa nini? Wa dunia. Ni kama watu walioko utumwani. Natamani mpevuke. Siri za Bwana ziko mchana. Na wengi hawajui kutafuta siri. Lakini wenzenu waliotangulia katika imani walitafuta kila kitu kuona namna gani ya kufanikisha. Kanisa la Mungu, hebu fikiri hata wachache tu katika Yesu. Kuna waliomwendea Yesu, nifanye nini ili niulisi uzima nini? Unaona hiyo? Huyo mtu alikuwa na akili. Ijapokuwa mazingira aliyomwambia ilikuwa ni magumu kuelewa, si ndio? Basi angalau hata mapatikane watu hapa. Mimi sijaona mtu anayekuja lakini baba mtukufu Mungu, nifanye nini ili mimi na nyumba yangu tuokoke? Sijaona hata mtu. Sijasikia katika Mungu. Kuja mtu yake nifanye nini ili mimi niulisi uzima milele? Sijawahi ona. Ni mafundisho yote kila siku. Nifanye nini? Kusikia mtu anakuja anauliza, hivi nifanye nini ili niwe na uzao mwema hata baada yangu niache uzao mwema duniani? Sijaisikia mtu hapo. Sasa kwa hiyo inabidi waache waendeshe maisha yao wanavyotaka. Labda tu Mungu akionea huruma kama hivi akawamegea kipande cha mkate kama hiki kwa angalau wapevuke. Itategemea na kila mtu anayefanyaje, anayedaka hicho. Lakini wengi hapa akikufuata, tuko sawa? Lakini fike mahali tuone mbali sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mnanielewa? Sio rahisi kunielewa sasa, lakini natamani uelewe sasa. Mwenye njaa na kiu ya haki na atakayejazwa, si ndio? Onyesha kiu iliyoko ndani ya mtokayo mtu ndio mjazayo, si ndio? Kwa hiyo kimsikiliza mtu unajua huyo moyoni amejazwa na hiki. Ngoja nimsaidie kulingana na alichojazwa. Lakini kulingana na kile ambacho unasema ndicho mambo yaliyo ndani ya moyo wako. Na aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, si ndio? Kwa hiyo sio rahisi kumbadilisha mtu. Tayari moyoni mwake ana maisha ameshatengenezea mfumo, si ndio? Yaani maisha yake alishatengenezea mfumo. Kwa hiyo sio rahisi kupokea mfumo mpya. Mpaka ule mfumo alionao kwenye maisha yako utakapofeli, si ndio? Utakapofika mahali ukafeli atatengeneza mfumo mwingine. Mpaka mifumo yote labda ifeli, yaone namna gani ya kutafuta mfumo mwingine mpya katika Mungu wa kweli. Lakini unakuwa umechelewa. Waliofanikiwa katika Mungu walitafuta kujua siri hizi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa Daudi anamuhusia, unaweza alimueleza vitu vya msingi vitakavyomsaidia afanikiwe. Sasa na Suleiman alifanikiwa sana kwa sababu alimtii. Sio mafanikio ya Suleiman ya kutokea tu. Angalia wakati baba yake anakaribia kufa. Alimweka chini akiwepo mke wake. Alimuhusia mambo ya kufanya. Na aliyatii. Wangapi ni wasomaji wa kitabu cha Methali? Kitabu cha Methali kimesheheni mambo yanayohusiana na familia, ndoa, hekima, baraka na mema, si ndio? Na watu wakisoma. Kimesheheni mahusia ya familia, kimesheheni baraka, kimesheheni mabaya,
kimeeleza kila kitu na watu watakaye kusoma, na hapo ndipo na hekima za wafalme, kwa sababu kitabu cha Methali kina hekima za watu wazima na wenye busara na watu wasomaji na wafundishi familia, kwa sababu wenyewe hawavijui. Unataka kuona siri? Ninazungumza, ukitaka kuona mafanikio katika Mungu lazima uamue kumcha Mungu na uweze kuona siri za Mungu. Amina.